Habari, kutana na Mr. Yunus. Leo niko hapa live kumzungumzia kijana na mzee, yani kugusia uhusiano wa mzee na kijana katika jamii yetu ya kila siku. Kwanza kabisa tuone kwa ufupi kijana ni nani na mzee ni nani. Kijana yani mtu ambaye amefikia umri kuanzia miaka 18 na kuendelea, na mwili wake kushupavu, akili yake inafanya kazi vizuri. Lakini pia mzee kijamii tunasema ni yule ambaye amefikisha kuanzia miaka 60 na kuendelea. Lakini kibiolojia zaidi tunasema mzee ni yule ambaye mwili wake umeanza kupungua nguvu, yaani seli zake za mwili zimeanza kupungua uwezo wa kufanya kazi. Katika jamii ni vizuri kuwepo na uhusiano mzuri kati ya kijana na mzee, lakini kwa sasa kidogo kumekuwa na changamoto. Vijana wamekuwa mbali na wazee, vijana wamekuwa hawawasaidii wazee katika nyanja tofauti tofauti, lakini pia maadili yanakuwa yanapungua kwa sababu vijana wanakuwa wanakaa mbali na wazee. Wazee wanahitaji uangalifu mkubwa sana, lakini pia vijana wanahitaji kupata ushauri kwa wazee, kwa sababu wazee wamepitia mambo mengi, yani mambo ya dunia mengi, hayo changamoto nyingi wameziona. Hiyo kwa vijana itawasaidia kama watapata ushauri kwa wazee. Kwa hiyo napenda kuwashauri vijana, wanatakiwa kuwa karibu na wazee. Tofauti na sasa tunaona vijana wengi wanawaacha wazee vijijini, wao wanakuja mjini. Yote hiyo kwa sababu tu ya harakati za utafutaji, lakini hii inakuwa inakosesha ya uhusiano mzuri, kwa sababu vijana wengi wanawaacha wazazi wao vijijini, wao wanakuja mjini. Kulingana na hivyo kunakosekana uhusiano mzuri. Tukiendelea katika suala zima la kuwaheshimu wazee, sio katika kijamii tu, lakini pia hata katika dini, ya vitabu vya dini vimegusia katika kuwaheshimu wazee. Mfano katika Qur'ani, Mwenyezi Mungu anawakumbusha watu katika kuwaheshimu wazee pale aliposema ya pindi wazazi wawili wanapofikia katika uzee, inabidi tuongee nao kwa lugha iliyokuwa nzuri, kwa lugha iliyokuwa laini, lakini pia tusiseme hata neno yani hata kuweka kinyongo kwa mzee, awe ni mzee wako, awe ni mzee wa mwenzako, awe ni mzee wa nani, haitakiwi. Kwa hiyo vijana wanatakiwa waheshimu sana wazee, kwa sababu wazee ni tunu katika jamii, wazee ni tunu katika taifa. Taifa la leo linajengwa na maadili, na maadili yanatoka kwa wazee. Tunaona wazee walikuwa wanatoa misemo mbalimbali, japokuwa sasa hivi vijana wanafanya misemo ya wahenga katika lugha za tofauti. Wazee walikuwa wanasema usimcheke mamba kabla hujavuka mto, lakini vijana siku hizi anakuambia sisi tunamcheka mamba na mto tunavuka. Wenyewe wanasema wahenga hawaamini. Hiyo yote ni katika kupuuzia tu zile mila na desturi za wazee, lakini wazee walikuwa wanazungumza misemo mbalimbali kwa maana za ndani, kwa maana ya lugha ya picha, sio kwa maana ya lugha ya maneno. Kwa hiyo mimi napenda kuwakumbusha vijana katika kuwaheshimu wazee, katika kuwasaidia wazee ili tupate maadili mema, tupate vijana waliokuwa wema, lakini pia tupate kizazi kilichokuwa chema hapo baadaye. Kumbuka hata wewe utakuja kuwa mzee, kwa sababu uzee ni kama kikombe. Kama utabahatika tu kukaa umri mrefu, utakuja tu utazeeka. Kwa hiyo yani uzee haumchagui mtu, na wewe utakuja utazeeka, utakuwa mzee. Kwa hiyo usipomheshimu mzee leo, na wewe ipo siku utakuja kukosa heshima hiyo. Usipomsaidia mzee leo, na wewe siku kizeeka utakuja kukosa hiyo heshima ambayo wewe hutaki kumpa mzee. Siku hizi wanakuambia vijana, mimi simpishi mzee kwenye gari. Hapana, hiyo ni mbaya sana. Usipompisha leo mzee kwenye siti, ipo siku na wewe utakuja utazeeka, hautapishwa kwenye siti. Kwa hiyo natakiwa tutengeneze uhusiano mzuri na wazee, tutoe zile dhana mbovu kwamba ukimwona mzee tu ana macho mekundu wewe unasema mzee huyu ni mchawi bwana. Hapana. Kwa hiyo bwana, uzee kila mtu atapitia katika uzee. Kwa wewe kama kijana unatakiwa ujenge heshima kwa mzee, unatakiwa ukusanye material kutoka kwa wazee.